Umenielewa? Lakini leo unavaa vizuri, unakula vizuri, ukaniona mimi sina thamani kwako. Ukaniona mbwa na tena takataka ya kutupa mbali. Si ndio? Sasa nakwambiaje? Hizi mali ni za marehemu mume wangu na sio za kwako. Unajua mwanamke, unaanza kunifuatafuata sasa. Sawa? Kama unaanza kunifuatafuata, na mimi nitakuja kukuharibu maisha yako. Nimeshakwambia nitakuja kukuharibia maisha yako. Sipendi uje nifuatafuate kwangu. Tuheshimiane, nakwambia tuheshimiane. Tambua kesho yako iko vipi mzee Mboko. Alafu dhuluma sio njema. Unadhulumu ili iweje? Mimi naishi maisha kutangatanga. Naishi maisha kubebaisha mimi. Kweli mzee Mboko? Nakuja. Hebu unachungulia nini? Unachungulia kitu gani? Sasa basi kwa taarifa yako. Nimekusikia ulichozungumza chote yani hapa. Ninachokuomba, toka katika eneo langu. Shemeji, karibu nyumbani shemeji yangu. Wala haina haja ya kunikaribisha. Nimeshafika. Hivi, huyu mumeo yupo? Shemeji yangu, yaani mimi mwenyewe hapa na wasiwasi vibaya mno. Kwa sababu nitangia tumehamia hapa. Tulivyohamia tu siku tumefika kaniacha, akatoka mpaka leo ninapokuambia shemeji yangu sijamuona. Unajua leo sikuja kama ninavyokujaga. Hujui alionisibu. Sasa nisikilize shemeji. Mpunga alioanika mumeo atafute kinu cha kutwangia. Si unanielewa? Sitaki wanichezea akili yangu. Kila siku nikija hapa hayupo. Kila siku nikija hayupo. Anaenda wapi mumeo? Na wewe ukiwa kama mke, kwa nini hujui safari za mumeo? Mimi nimekuelewa shemeji yangu. Ujumbe wako wote ulionipa mimi nitamfikishia. Na usio na wasiwasi kabisa shemeji yangu. Shemeji, naomba nisikilize. Sitaki masihara kwenye hili. Mwambie mumeo narejea tena. Mpe hii taarifa. Anitafute haraka iwezekanavyo. Vinginevyo nikianza operesheni ya kwangu mimi kumtafuta yeye, nikimkamata sitaki uje unione mbaya wewe wala familia yake wala serikali. Nimemaliza. Ina maana unanidhulumu hata mtoto nilomzaa mwenyewe, si ndio? Unanidhulumu mwanangu. Nyumba umedhulumu na pia mtoto wangu unadhulumu pia. Mzee Mboko, wewe ni binadamu aina gani? Nimekwambia fanya uondoke. Wewe ni wewe? Kwa nini unakuwa huna huruma hata kidogo? Kwa nini hunihurumii? Hata kizazi changu na kidhulumu. Hata kizazi changu Mzee Mboko na kidhulumu. Kwa nini Mzee Mboko? Kwa nini? Toka palipoondoka. Toka. Sitaki. Nani sikuone hapo tena? Nahitaji mtoto wangu. Nimekwambiaje, mtoto ni wa kwangu na nyumba hii ni ya kwangu. Hapa wewe huna chako. Nenda.
Ina maana kumbe mwanangu hajafa, si ndio? Hajafa mwanangu, hajafa. Ina maana nimepoteza nyumba na mtoto pia, vyote ananizulumu. Hapana, utakiwe kuliasha. Amehama bila kuniambia. Kaka, wewe na Imani unamjua vizuri shemeji yako jinsi alivyo. Ni mtu wa sheria sana. Alafu pia yule pale mimi ni mume wangu. Kwa lazima nimsikilize kila ambacho anakihitaji. Mimi na siku ya 3 sijamuona. Alafu nishuna ya maana kweli yani. Unaweza kaniambia yuko wapi? Ndugu yangu, toka tumehamia hapa, alivyofika tu kaniache akatoka. Ninavyokuambia hivi, mpaka sasa hivi sijui yuko wapi, na nampigia simu zake mimi mwenyewe pia simpati. Alafu kizingatia hapa mimi ni mgeni. Nilikuwa natamani kweli ndugu yangu nitoke ili nije huko nikuuliza angalau labda umemuona au umewasiliana naye, lakini nashindwa kutokana na vile hapa mimi ni mgeni, sina mtu wa kumwachia nyumba kakaangu. Kwa ndo maana ndo hivyo unanikuta tu niko ndani. Sasa sikia nikwambie. Sawa. Atakaporudi umwambie kwamba nilikuja. Afanye haraka nitafute. Sijui umenielewa? Fanya kama nilivyokuambia. Mama, mimi leo nataka nijue kitu kimoja. Hivi wewe huna ndugu yoyote hapa Dar es Salaam? Niko na kaka yangu. Ina maana kumbe hata mimi mwenyewe hapa na mjomba. Lakini hatujawahi kupatana hata siku moja. Acha matatizo nilokuwa nayo. Hajui chochote. Haelewi chochote. Lakini yote kutokupatana naye. Sasa mama, kwani yeye mjomba anakaa wapi? Mjomba wako yupo Bagamoyo. Unajua mama, hapa nimekupangishia kodi zinaisha na mwenyewe hapa sina hata 100 mbovu. Nipe ridhaa yako nikamtafute. Mimi nikamtafute mama. Anaweza kutusaidia. Sasa kipo mwanangu. Utaenda kuomba msaada sehemu ambayo mimi sielewani nayo. Utakwenda kuomba msaada, nani atakusaidia? Atakupa. Mama. Utambulia matusi. Na kufukuzwa. Yule ni kaka yako. Wewe ataanza kukusaidia. Unajua ugomvi wenu nyie ni ndugu. Mimi tu ni mtoto kwake. Alafu kizingatia ni muda mwingi sana. Haya maisha mama ni magumu. Sijakataa. Ni kweli kaka yangu, tena tumbo moja. Yeye ndo aloniachia mimi ziwa. Lakini
Sawa, nenda kajaribu. Na sina kitu cha maana. Ingekuwa nina kitu cha maana, hata simu ingekuwa ya gharama, ningekupa ukauze tu. Lakini tutafanyaje? Nenda kajaribu. Inawezekana alikuwa hanipendi ama tulikuwa hatupendani kwa sababu ya uzima. Inawezekana kwenye shida akatoa msaada. Mimi nimekuruhusu, nenda. Sawa. Au ukisema nikupeleke vyote sawa tu. Maraba, karibu. Karibu. Asante. Karibu kae. Karibu. Vipi, mbona unalia? Hapana, niko sawa. Niko sawa tu. Uko sawa wakati unalia mamangu? Ukiwa na amani mwanangu, niko sawa. Wewe mimi niondoke. Mwana, mimi niondoke. Sawa. Niaje? Poa kama kaa. Babu, mbona simu yako haipatikani babu muda mwingi? Hata sikia. Fanya juu chini leo tuonane yani. Mshua jana mwanangu kanitimbia maskani. Yaani anachodai yule bi mkubwa anamuona mtaani. Kwa yani akatoa masaa 24 tu. Yaani kazi ifanyike kwa haraka. Na dawa lolieka ndo lile lile. Babu. Sasa maswali mengi ya nini babu? Wewe fanya hivyo. Fanya kila njia yani leo tuonane yani. Poa. Haina no. Ulidhani sitoweza kupafahamu unapoishi, lakini tambua Mr. Pachana, hakuna kinachonishinda katika ulimwengu huu, hasa kabisa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwani lengo lako ni nini wewe mzee? Unataka kujua ama unajitoa ufahamu? Na hujakata tamaa, si ndio? Hilo ni jibu. Pigia mstari. Very soon uhai wako na roho yako utakuwa mikononi mwangu. Kwa hiyo dhamira yako kubwa kuitoa uhai, si ndio? Hilo ni jibu. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ambacho usichokifahamu katika maisha yako. Mimi uhai wangu hutaupata, bali ni Mungu pekee ndio atakayekuja kuchukua uhai wangu na maisha yangu, na si wewe. Safi sana. Nafurahi kusikia kauli ya kishujaa ya mtoto wa kike uliokamilika. Ila Mr. Pachana, sijawahi shindwa na jambo lolote mahala popote, na kuhakikishia ukae ukitambua kwenye mikono yangu nikikukamata kwa mara ya pili hautokaa uchomoke. Hilo lielewe fika. Kama una uwezo wa kushindana na Mungu aliye juu, maisha yangu utayapata. Lakini kama huna uwezo wa kushindana naye, nitazidi kuendelea kuishi na utaniona katika macho yako, hutozani. Unanifurahisha sana. Kama ulishindwa kuongea kwanza nilipokutia mikononi, leo unapata wapi ujasiri wa kuongea kauli hiyo? Ndio kitu cha kujiuliza sasa. Aisha, ndio kitu cha kujiuliza sasa. Kama ulishindwa mwanzo ulishindwa, hutonipata kamwe. Yaani hiyo ndio basi tena.
hautonipata, na hili sitalifumbia macho, na hakikisha bampa tu bampa nitakwenda sambamba na wewe. Sitofumba macho tena na wala sitonyamaza tena nikafunga mdomo wangu. Na tena sasa, huyo mwenzako alokutuma uje unichunguze na upajue ninapoishi, nenda kamwambie hatoweza tena, hatoweza kamwe. Bado unajidanganya. Na nenda kamwambie anaongea na anazungumza kwa hili, atasimama nalo na nitasimama nalo mwanzo mwisho, sitokaa kimya. Nitarejea. Hata ukija utanikuta hapa hapa na sitaondoka hapa. Na usije tukaombana msamaha, usije tukaombana msamaha, nakwambia. Shut up! Hunijui vizuri, niangalie mara 3 mara 4. I am Mr. Pachana. Utachanika tu, yaani utachanika. Si Pachana, mimi nitapachana, yaani nitapachana. Come back. Kipi wanachonitafuta zaidi nini? Aisha, simama Aisha, acha nisimame. Kama sitokaa na kulia tena kwa hili, nitapambana nao bega kwa bega, bampa tu bampa, lazima niende nao sambamba. Sitokubali kulia tena, usilie tena Aisha. Kama